wewe unayeweka mapambo shingoni. Neno la Bwana linasema katika Zaburi sura ya 73 mstari wa 6, hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwavika kama nguo. Sasa sikiliza, chochote unachokiweka shingoni, hiyo kwenye madhabahu yako, hiyo kwa ajili ya mila, kwa sherehe aina yote, hiyo ni mapambo kama vyombo vya uzuri, hiyo ni roho ya kiburi, ni roho ya jeuri. Na mtu yoyote mwenye roho ya jeuri, mwenye roho ya kiburi, hutoingia mbinguni. Na saa hizi ni nyakati za mwisho. Muda wote Yesu anapokuja kunyakua kanisa lake, ukikutwa na hiyo roho, ukikutwa na hilo pambo au chochote ambacho mkiweka kwenye shingo yako, hata kama unasali mara 100 kwa siku kanisani, umeokoka, unanena kwa lugha, na kuambia wazi, parapanda itakapolia unaachwa na utajuta kuzaliwa. Hata kama ni mchungaji, hata kama ni askofu, utabaki na utatamani ardhi ipasuke, milima ipasuke, ujifikie chini. Haitawezekana, utakuwa umeshapotea milele yote. Ndugu yangu, badilika kuanzia sasa. Kama kweli unatamani kwenda mbinguni na kupata uzima wa milele, badilika. Lakini kama hutaki kupata uzima wa milele, basi utegemee kupata mauti ya milele ambayo ni moto wa milele, ambapo huko funza waozi na hautapata msamaha milele. Ila njia iliyo sahihi ni kumrudia Bwana. Acha. Mungu alisema katika Timotheo wa pili 3:16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa maonyo. Kwa chochote ambacho Mungu anachokuonya, kubali maonyo na uache na utulie na umsikilize Mungu na utii, kwa sababu Mungu yeye anachokitaka sisi kwetu wanadamu tubadilike rohoni na tubadilike na kimwili, kwa sababu neno la Bwana mahali fulani nasema kwamba imani pasipo matendo imekufa. Ni imani katika Kristo Yesu na matendo ya kimwili yaendane na Yesu Kristo kupitia neno lake yeye Yesu Kristo, na neno lake ni pamoja na sheria zake. Yesu anakwambia usifanye hiki, acha. Anakwambia ukivaa chochote mkufu, ametumia neno mkufu kwa maana kwamba ni mapambo ambayo yanawekwa shingoni. Hayajaanza leo, yameanza tangu miaka ya nyuma, tangu Agano la Kale yalikuwepo. Kwa hiyo ukafikiri ni leo ndio yameanza muda mrefu. Hiyo ni hila ya adui, hila ya shetani. Hata kama unaenda kwenye ibada ukaambia weka kitu fulani shingoni, hiyo ni hila ya shetani. Sikubali, weka pembeni, achana nalo. Ukivaa tu umeweka nyoka, hilo ni nyoka. Mungu akikuangalia hivyo, unaona umeweka nyoka shingoni afu unaingia kwenda kumwabudu Mungu. Ni Mungu gani ambaye atakuchukua wewe akupeleke mbinguni? Ndio umeita jina la Yesu kwa uzuri, itakuja itafanya kazi yake, linaondoka, linakuacha kama ulivyo na takataka zako. Badilika mwana wa Mungu, badilika ili uweze kufika mbinguni. Badilika mwana wa Mungu ili uweze parapanda ya unyakuo utakapolia katika wale malaika 7 baragumu na malaika 7 vitasa. Yule malaika wa 7 atakaupiga parapanda, na ndio waliobaki hao. Kwenye baragumu amebaki malaika mmoja, kwenye vitasa amebaki malaika mmoja. Ikipulizwa tu hiyo, kanisa limenyakuliwa. Ukibaki na hivyo vitu, umebaki milele yote. Ukikutwa na hivyo vitu, utabaki milele yote. Badilika, jionee huruma katika jina la Yesu.